Nimekuwa natafakari hivi ni tabia gani hizi ambazo zimenifanya niwe naweka akiba. Leo nataka tuongelee vitu ambavyo nimekuwa ninavifanya ambavyo vinanisaidia mimi kuweza kuweka akiba. Kitu cha kwanza ambacho huwa nafanya ni kwamba pale ninapolipa mshahara huwa natoa hela ya akiba kabla sijaanza kitu kingine. Hii nilijifunza kwenye kazi yangu ya kwanza kabisa. Tulikuwa tuna mfuko ambao ulikuwa ni wa kuwekeza, na nikajifunza kwamba kama unataka kuwa unaweka akiba, kama unataka kujengea hii tabia ya kuweka akiba, ukipata tu hela yote unatoa tu kwanza hela yako kama ni akiba, kama ni hela yako ya kuwekeza, alafu ndio vitu vingine vinafuata. Hii inakusaidia kwa sababu utaweza tu kuishi na ile hela ambayo imebaki. Siku hizi pia ni rahisi zaidi. Unaweza ukafanya kwamba umeweka standing order benki kwamba kila tarehe moja, tarehe mbili kuna hela ambayo inakatwa kwenda kwenye ile akaunti yako ya kuweka akiba, akaunti yako ya kuwekeza. Kwenye kazi yako ya kwanza ndio hichi nilikuwa nafanya. Nilikuwa najua kabisa nalipa shilingi ngapi kama mshahara. Nikawa nimeamua tu kwamba kila mwezi ninakuwa natoa 50,000 kwa ajili ya kuweka akiba, na hii ikanisaidia kwamba hela yangu ya akiba ikazidi kuongezeka na kuongezeka. Kitu cha pili ambacho wanafanya ni kwamba huwa nabeba chakula changu kwenda ofisini. Na hii nimefanya zaidi hii miaka 3 au 4 iliyopita, kwamba najua kabisa kama leo ni siku ya kwenda ofisini na sitaki kuanza kuzurura, kuanza kutafuta chakula. Mara nyingi either utakuta hicho chakula ni gali, kama unataka kizuri ni gali, ama kimekaa tu mazingira ambayo mimi mwenyewe sipendi hayo mazingira ambacho hicho chakula unaona kimepikwa. Kwa hiyo nikaanza tu kubeba chakula changu, kuna microwave ofisini, ikanisaidia kwanza sizururi ule muda wa lunch. Najua kabisa kwamba kuna lisali moja lunch nakuwa na chakula changu ambacho nimebeba. Na nadhani hii imenisaidia kwa sababu kazi yangu kidogo ni hectic, kwamba unakuta mara nyingi kuna kazi nyingi, kwa nisipomaliza kazi unaweza kukuta kwamba nimekaa mpaka usiku ili mbali hiyo kazi au hiyo ripoti ambayo nilikuwa naandika nimalize. Kwa hiyo ikanisaidia pia kusave muda wangu. Kwa hiyo mara nyingi sana nabeba chakula changu. Nakumbuka zamani nilipokuwa unatafuta chakula unaweza ukakata lisali moja masaa mawili, umeenda sehemu, mara kuna moshi, mara sio unamsubiria mtu akuletee chakula chako, unasubiria dakika 30 akuletee chakula chako, chakula chenyewe ni ghali. Kwa hiyo imenisaidia sana kuweza kusave hela. Kitu cha tatu ambacho huwa nafanya ni kwamba huwa nanunua vitu kwa jumla. Napenda sana kununua vitu kwa jumla. Kwa hiyo nimegundua kwamba sipendi sana kufanya shopping. Kwa hiyo nikiweza nafanya mara moja alafu nasubiri miezi ipite. Nakumbuka nilipokuwa naishi Dar, kuna wakati nilikuwa nafanya shopping kila mara moja kwa miezi 3. Kwa hiyo nilikuwa napenda kufanya vile vitu ambavyo haviharibiki mapema, sijui sabuni, sijui toilet paper. Najua kabisa tunatumia kiasi fulani kwa mwezi. Kwa hiyo nasema kabisa kama ninaweza kununua kwa miezi 3 inanisaidia. Na uzuri mwingine ambayo inasaidia ni kwamba pia zile trips za kwenda supermarket zinakuwa zimepungua, na unaweza kusave hela zaidi. Siku hizi mara nyingi nafanyaga shopping mara moja kwa mwezi. Bado sijafika ile ya kufanya mara moja kwa miezi 3, ingawa ningependa nirudi huko. Nafanya shopping mara moja kwa mwezi, najua kabisa mwezi huu nahitaji hichi na hichi na hichi. Na ikifika katikati ya mwezi, yani na hata ninamwambia dada yangu ambaye ananisaidia na watoto kwamba katikati ya mwezi nataka tu kununua maziwa na mikate. Basi hivyo vingine vyote tunatakiwa tu tumenunua mwisho wa mwezi, kama vimeisha, kama huko andika kwenye ile listi tusubirie tu mwezi ujao. Yani sipendi sana kwenda supermarket, unapoteza muda, mara foleni. Kwa hiyo nataka tu kwenda mara moja. Kwa kama ukiweza kwenda ukipunguza hizo safari zako za supermarket, pia itakusaidia wewe kusave hela. Na hapa pia kwenye kununua vitu vya jumla, kwa mfano kwenye hii Black Friday, siku hizi nimegundua kwamba kuna vitu ambavyo napenda labda kununua, kwa mfano labda lipstick. Kwa hiyo ikifika kama wakati wa Black Friday najua kabisa napenda kununua lipstick nyekundu. Kama naweza kununua 2 3 najua kabisa zitanitosha mwaka mzima, ninakuwa nimesave hela. Kitu kingine ambacho kinanisaidia kusave hela ni kwamba kupika nyumbani. Kwanza napenda kupika, ingawa siku hizi sipikagi sana kwa sababu vitu vimekuwa vingi, kazi zimekuwa nyingi, lakini napenda kupika nyumbani. Kwa hiyo pia inanisaidia kupunguza mara ambazo ninakula nje ya nyumbani. Kwa hiyo unakuta labda mara moja labda kwa wiki ndio ninakula nje ya nyumbani, lakini mara nyingi sana nakuwa ninakula nyumbani. Inanisaidia nakula chakula ambacho ni healthy zaidi, na pia nakuwa nina save hela. Kama upendi kupika, sio lazima upike, unaweza pia ukamita mtu aje akupikie, lakini mara nyingi sana ukiweza kula chakula cha nyumbani itakusaidia wewe kuweza kusave hela zaidi. Kitu kingine ambacho huwa nafanya ambacho kinanisaidia kusave hela ni kwamba kusubiria kama siku 2 3 kabla ya kufanya manunuzi makubwa. Hizi siku 2 3 zinakuwa ni zako za kutafakari kwamba je, kweli nataka kutumia hela yangu kwenye hichi kitu. Kwa hiyo kama ni kitu kikubwa, labda useme ni kitu ambacho kinatumia hela nyingi,
usikinunue hapo hapo. Ndio umeshakiona, unaweza ukakipiga picha useme okay, nasubiria masaa 24, nasubiria masaa 48 kwanza. Ufikirie kwamba je, kweli hichi kitu nataka kukinunua. Na kama baada ya siku mbili bado unataka kukinunua, nunua. Kwa vile vitu vikubwa vikubwa huwa nasubiria siku 2 3 ndo naamua okay, kweli nataka kununua hichi kitu. Ndo natumia hela yangu. Inanisaidia kwamba ile haraka haraka kwamba unanunua kitu afu baada ya siku 2 siku 3 kumbe sio lazima ungekinunua. Inakusaidia sana, unakuwa una save hela. Kitu kingine ambacho huwa kinanisaidia kusave hela ni kwamba nafanya budget. Napenda kufanya budget, nafanyaga budget na budget yangu ambayo iko kwenye Excel. Najua kabisa kwamba mwezi huu nataka kutumia hela hii na hii na hii kwenye hichi na hichi na hichi. Na nikiwa ninafanya budget nakuwa ninaweka kabisa kwamba kuna labda 10% labda ya mapato nakuwa nimeshaweka akiba, na hii ndio jinsi nitatumia vitu vingine. Kwa nikiona kwamba kwenye ile category kwamba nimeshapitiliza hela ambazo nilitaka kutumia, najitahidi sana nisitumie mpaka mwezi ujao. Kwa nafanyaga budget kila kitu, yani hata kama sio budget ya kununua nguo, budget ya kutoka, budget ya marafiki, budget ya mitango, kila kitu nimeshakaweka kwenye budget yangu na naifuatilia kwamba nataka nitumie hela kulingana na budget ambayo ninayo. Kitu kingine ambacho wanafanya ni kwamba wakati nafanya manunuzi na tafakari kwamba je, hichi kitu ambacho nanunua kina matumizi zaidi ya moja. Kwa mfano labda vitu vya jikoni, kwa mfano kuna mashine ya jikoni unataka kununua. Naanza kutafakari kwamba je, ndio unailipia, lakini je, inaweza ikawa na matumizi zaidi ya moja. Kwa hiyo sipendi kununua vitu ambao ni unanunua kitu ambacho labda tu ni unaweza kukutumia tu aina moja. Kama kinaweza kutumika zaidi ya mara moja ni mzuri zaidi na inakuwa inakusaidia wewe kusave hela muda mrefu. Kwa mfano mashine za jikoni, sijui blender au nini, wakati nanunua lazima nitafakari kwamba je, hichi kitu kweli nakihitaji, lakini je kina matumizi zaidi ya moja. Sio kwamba ninanunua kitu ambacho kinanisaidia tu kwa kitu kimoja tu halafu baada hapo kinakaa kabatini, unakuwa umepoteza hela yako. Kitu kingine ambacho wanafanya ni kwamba unajaribu sana kutumia vitu mpaka viishe ndo nanunua vitu vingine. Kwa hiyo najaribu kutumia vitu kabisa, vikiisha ndo ndo nanunua vitu vingine. Kwa mfano wakati nilikuwa na iPhone 12, nadhani nilikaa nayo kama miaka 5, nilikaa nayo mpaka ikaisha kabisa, ndo nikanunua nyingine. Reason nilinunua nyingine kwa sababu ofisini kuna hii technology ambayo ilikuwa imekuja, ambayo nisingeweza kufanya vitu vingine ofisini kama hiyo simu ilikuwa sio latest iPhone. Kwa hiyo ndo ikabidi ninunue simu nyingine. Hata sasa hivi na iPhone 15 imeshakaa miaka 3. Nadhani mwaka wa 3, na hata bado sina mpango wa kubadilisha. Kwa hiyo mpaka iishe kabisa. Juzi nilikuwa ninawaza kwamba na Kindle ya kusomea vitabu. Nadhani nimenunua kama sio mwaka 2017, yani imeshakaa karibia miaka 10. Na bado ninaitumia na haijaharibika. Yani ninabadilisha tu cover basi. Kwa hiyo ndio nikaona kama okay. Yani hata nikaa ninawaza hivi, kwa nini nibadilisha wakati bado ninaweza nikaitumia na bado inafanya ile kazi ambayo nataka kufanya. Kwa huwa najaribu sana kutumia vitu mpaka viishe ndo ninunue vitu vingine. Sana sana kwenye vitu vya technology, unaweza kukuta kwamba yani kila mwaka kuna toleo jipya na unataka kununua kitu kingine kwa sababu kuna toleo jipya, lakini unaweza kukuta kwamba hiyo hela ongeza ukaitumia kwa vitu vingine. Kwa hiyo mara nyingi sana najaribu kutumia vitu mpaka viishe. Na kitu kingine cha mwisho ambao wanafanya kwamba huwa najaribu kutafuta discount. Yani nikienda kununua kitu dukani, ndio najua kabisa hichi kitu nataka kununua, lakini lazima niulize, je, hamna punguzo la bei? Mara nyingine kama hicho kitu ni cha bei kubwa, najaribu kwenda kama maduka mawili matatu ndo nijue kwamba kweli bei niliyopewa ni sawa ama naweza nikapewa bei ambayo ni ndogo kidogo. Kwa mara nyingi sana najaribu kutafuta punguzo la bei. Huwezi kujua usipouliza utaka upewe. Kwa mara nyingine unakuta unauliza unapewa punguzo. Kwa mara nyingi sana jaribu kuomba punguzo au jaribu kutafuta bei ambayo inaweza ikawa rahisi kwenye duka lingine. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mambo mbalimbali ambayo ninafanya ambayo yananisaidia mimi kuweka akiba. Kama una comment yoyote, kama kuna vitu vingine ambavyo umefanya ambavyo vinakusaidia wewe kuweka akiba, unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahi video na haujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.